Napigia simu apokee. Unaona maajabu hayo? Kwa shetani anaweza akatumia mbinu mbalimbali kuhakikisha kwamba wewe unakosa kile ambacho Mungu amekusudia kwenye maisha yako. Lakini sasa unachotakiwa ni kusimama na Mungu. Hata Yesu aliposingiziwa, Biblia inasema kwamba hawakuona jambo lote kulingana na lile walioongea. Kwa nini? Kwa sababu Yesu alisimama katika nafasi yake. Hata Paulo wakati anasingiziwa hakupata jambo lolote kwa sababu alisimama katika nafasi yake. Na kwa Stefano nako wakajaribu kumtengenezea mazingira ili aonekane kwamba yeye anahubiri ndivyo sivyo, anahubiri tofauti, anamtukana Mungu wa Israeli na Musa, lakini hawakuweza kumnasa kwa sababu alisimama kwenye nafasi yake. Na ndivyo ilivyo. Yaani kama unapitia changamoto ya vita kwenye maisha yako, kama una vita unaipitia, usitazame katika ulimwengu wa mwili, itazame katika ulimwengu wa roho. Kwa sababu wewe unaweza mtu anaweza kaja akakutukana hapo, anakutukana katika ulimwengu wa mwili, sio wa roho. Lakini wewe unatakiwa ujibu kulingana na ulimwengu wa roho unatakaje. Ukienda katika ulimwengu wa mwili tayari hapo ni vita. Unatengeneza vita kwa vita. Mtauana, wakati mwingine watu wanauana kwa sababu ya vita kwa vita, jino kwa jino. Isiwepo hivyo kwetu. Tukitaka kushinda vita kwenye maisha yetu, ni lazima tuhakikishe kwamba tunasimama. Adui, kitabu cha Zaburi 41 mstari wa 5 mpaka ule mstari wa 7, neno la Mungu linasema, adui zangu wananitaja kwa maneno mabaya. Sikiliza, adui zake wanamtaja kwa maneno mabaya. Yapi? Au maneno mabaya yapi? Yapi? Maana yeye amesimama na Mungu. Kumbuke huyu Daudi amesimama na Mungu, lakini adui anakuja na mtaja kwa maneno mabaya. Yapi? Ni hapo kusingiziwa. Kusingiziwa. Kunenewa maneno ya uongo yasiyo ya kweli. Kwa Daudi amesimama na Mungu, lakini yeye ananenewa, amesimama naye, anamnenea maneno ya uongo. Huyu hapana, huyu hapana, huyu hapana, huyu hapana, huyu uko hivi, huyu uko hivi, yuko hivi. Na ndivyo ilivyo hata kwenye maisha yetu pia. Anasema adui zangu wananitaja kwa maneno mabaya. Kwa hiyo wanamtangaza vibaya na mtaani. Mnamuona mama fulani, mnamuona baba fulani, mnamuona mtu fulani, yule yupo hivi, lakini kumbe yupo hivi. Anasema hatakufa lini? Jina lake lini litapotea? Wakati namalizia hapa ili tuingie kwenye maombi hapa kwa dakika chache. Sitahubiri, nataka tu nikupe hili neno ili likakusaidie pia kwa yale maandiko ambayo mama ameshatoa hapa. Atakufa lini? Yaani kuna watu wanawaza utakufa lini? Lini ndoa yako itakufa? Lini biashara yako itakufa? Lini mahusiano yako baina yako na Mungu yatakufa? Kuna watu wako hapo wanawaza hivyo hadi leo. Yaani kuna watu wanasikilizia tu, wanakusikilizia. Na ndio maana kwa mtu wa Mungu akisimama na Mungu, akifanya jambo kidogo tu linapata ushabiki mwingi sana. Kwa nini? Kwa sababu watu walikuwa mkao wa kusubiri lini huyu mtu hatapoteza mwelekeo, lini huyu mtu atapoteza njia, lini huyu mtu hataacha kuendelea kumwabudu Mungu wake, lini huyu mtu. Hapo adui anawaza kwa Daudi, lini atakufa huyu? Hatutamani kuona anaishi, hatutamani kuona ndoa yake ikiishi, hatutamani kuona akiolewa, hatutamani kuona biashara yake ikiendelea kustawi, hatutamani kuona familia yake ikiendelea kustawi. Tunatamani kuona hii familia haife, yani ipotelee mbali, ipoteze mwelekeo. Ndio maana adui kabla hajaanza kuua mwili anaua roho, apoteze kwanza mambo yaliyopo katika ulimwengu. Lakini anasema jina lake litapotea. Watu wataka kupoteze kwenye, yani wapoteze hata jina lako, umaarufu wako, ni mfanya biashara sehemu fulani. Lini jina lako litapotea? Leo watu huko nje tunapata shuhuda kile itwapo leo, mimi nilikuwa mfanya biashara mkubwa, nilikuwa mfanya kazi mkubwa serikalini, lakini leo sielewi imekuwaje.
Adui kumbe alikuwa anasubiria lini jina lake litapotea. Adui amepanga mpango kwamba kuweza kumpoteza kabisa, hata jina lake sijulikane tena. Kuna watu leo yani imebaki tu, yani ukikumbuka ni yani labda kama kukumbuka sio kwenda story gani, wamesaurika. Ni mpango wa adui. Nasema na mmoja wao akija kunitazama asema uongo. Yale alifundisha mama. Asema uongo. Ya mtu anakuja kutazama lakini anakuambia habari za uongo, ili wewe usikubali, na ukishazikubali upate kuangamia, upate kupotea. Moyo wake ujikusanyia maovu, naye atokapo nje uyanena. Sikiliza, yani anakuja anakuletea habari za uongo. Hujawahi kutokea mtu anakuletea habari za uongo, alafu baadaye anatoka kwako anaenda kwa mtu mwingine anampelekea habari za uongo kuhusu maisha yako tena. Anachukua kwa mwingine anakuletea wewe za uongo, lakini pia anachukua kwako mengine ya uongo, yani anaenda kuyatengeneza na mpelekea mwingine. Lengo kubwa anataka kukupoteza. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo akija kwako anakuletea uongo, lakini pia kutoka kwako akienda kwingine anapeleka uongo. Anasema moyo wake ujikusanyia maovu, naye atokapo nje uyanena. Yani anaenda kukunenea mabaya, anaenda kunena biashara yako iwe mbaya, anaenda kunena kazi yako iwe yani kazi yako ionekane ni mbaya, anaenda kutangaza vibaya. Unakuta baadaye unapita mtaani watu wanaanza kukushangaa, anasema huyo yaani unapata sifa, huyo hapana, huyo hapana. Unajiuliza imekuwaje? Kumbe kuna adui alikuja akakusanya taarifa akazibadilisha akapeleka kingine. Lengo kubwa ni kwamba ili akutoe kwenye reli. Mstari wa mwisho, wote wanaonichukia wananinong'ona, wananiwazia mabaya. Shetani anatuwazia mabaya kile hapo leo. Tusimame ili tumshukuru Mungu, tuombe. Tukakatae kila maneno mabaya yanayonenwa na adui shetani kwa ajili ya maisha yetu. Kila maneno mabaya yanayonenwa juu ya familia zetu, juu ya kazi zetu, juu ya huduma zetu. Shetani halali wala asinzii. Shetani hapumziki kama unapopumzika. Wakati mwingine sisi tunapumzika tuombe, wakati mwingine tunapumzika hata kwa ibada, wakati mwingine tunapumzika tuko busy na maisha yetu. Naelewa haya mambo, sio mgeni hata kidogo. Wakati mwingine tunapumzika tunajipa likizo, lakini shetani ajipe likizo kwa maisha ya mtu. Shetani ana likizo, halali usiku na mchana. Na ndio maana yani kumshinda shetani hauhitaji upumzike. Yani kile itwapo leo unahitaji, yani kile itwapo leo sisi tupo kwenye vita. Na hiyo vita kuna silaha ambazo tunapaswa kuzitumia. Silaha za vita vyetu si za ulimwengu, yani sio bunduki, wala sio gobole, wala sio kisu, wala sio panga, wala sio nyundo. Ni namba moja, silaha ya kwanza ni maombi. Namba mbili, neno. Namba tatu, utakatifu. Hivyo ndio silaha pekee ya kuweza kumshinda adui. Mahali ambapo pana maombi, pana moto wa maombi. Mahali ambapo pana neno la Mungu. Hata Yesu, jiulize swali. Yesu wakati alitoka kufunga, anapelekwa mlimani na shetani. Shetani anamwonyesha miliki zote za dunia hii. Kilichomsaidia Yesu Kristo, kwa sababu alivaa wanadamu 100%, ni neno. Ni neno na maombi yale aliyokuwa akiaomba na kufunga pia. Watu Mungu lazima tuwe waombaji. Tukitaka kuvuka, hatuwezi kuvuka kwa akili zetu. Vita ya shetani haipigwani kwa akili, napigwana katika ulimwengu wa roho, akili za rohoni. Vita ya shetani yani hauwezi kupiga kwa akili zako timamu. Hata tungekuwa na pesa kiasi gani, hatuwezi kupigana vita ya shetani na pesa. Vita ya shetani tunaipiga katika ulimwengu wa roho, katika hali ya maombi, katika hali ya neno, na katika hali ya utakatifu na mengineyo ambayo kama ndio ziada. Lakini haya ndio mambo muhimu sana kwenye maisha yetu. Ukikosa utakatifu, kwa lugha nyingine, ukiishi maisha yasiyompendeza Mungu, shetani atakushinda tu. Huwezi toboa hapo. Lakini pia ukikosa maombi, utakosa nguvu ya kuweza kushinda vita za adui. Ukikosa neno la Mungu, ndio kabisa utaletewa kibaya, utalipokea na utalifanyia kazi. Hatimaye unajikuta wakati unaenda, masaa yanaenda, alafu hakuna chochote kinachoendelea katika maisha. Lazima tuende mbele za Bwana.
tukakatae kila maneno mabaya yaliyonenwa na shetani yetu zidi ya maisha yetu, maneno ya wakuu wa anga, maneno ya wakuu wa giza, maneno ya watu mbalimbali, hata watu mbalimbali pia lazima tukayakatae. Kuna watu walitamka, walisema tutaona sisi. Mwingine akasema, akatamka kabisa, tutaona kama kweli wewe utaenda mbele, tutaona kama kweli wewe utaenda mbele kiuchumi, tutaona. Kuna watu walitamkiwa kabisa. Mimi nishawahi kushuhudia, kuna watu wametamkiwa kabisa, na kweli mpaka leo wanahangaika. Na miongoni mwa kesi ambazo nakutana nazo huko hata mtaani, hata kwenye huduma, ni pamoja na kesi hizi. Watu wametamkiwa maneno, wengine walitamkiwa na wazazi wao, wengine walitamkiwa na ndugu zao kwenye ukoo, wakatamkiwa ukoo hautaki ufanikiwe, watu fulani wafanikiwe, wanataka wote wawe level moja, wakatamkiwa ya kwamba tutaona mtoto wa fulani kama atafanikiwa. Na ndio maana kuna watu hata shule waliacha shule. Naambiaga watu, ukia mikoani na mjini, shule watu wanaacha wakiwa mara nyingi form 2. Kwa nini form 2? Nakuta mtoto amefaulu kwenda form 6 lakini anaacha shule. Walitamkiwa hakuna kuvuka hapo, hakuna kufika form 4. Wale wengine hapo kikuu watamkiwa. Sasa hayo maneno lazima leo tuyakatae kwa jina la Yesu. Hatutatumia muda mrefu, lakini imani yako ndio kitu pekee ambacho Mungu anakitazama. Imani yako ndio kitu pekee ambacho Mungu asubuhi leo na mchana wa leo anakitazama kupitia hiyo vita, kupitia ushindi. Pale ulipo, hebu sema, Bwana Yesu, nimelisikia neno lako mchana wa leo kwamba shetani yupo vitani kwa ajili ya kupigana na maisha yangu, kwa ajili ya kupigana na huduma yangu. Tamka kwa imani, kwa ajili ya kupigana na kazi yangu, kwa ajili ya kupigana na familia yangu, kwa ajili ya kupigana kwa ajili ya watoto wangu, kwa ajili ya kupigana kwa ajili ya kazi yangu. Shetani halali wala achoki. Kuna wakati mimi kama mwanadamu nilichoka, na nilipochoka shetani hakapata nafasi ya kuweza kunishinda. Lakini leo nimetambua ya kwamba ninazo nguvu katika maisha yangu za kumshinda shetani kupitia neno lako, kupitia maombi, kupitia utakatifu. Mchana wa leo, Yesu Kristo, nisaidie kushinda kila vita ya maisha yangu, kushinda kila vita ya uchumi wangu, kushinda kila vita ya kazi yangu, kushinda kila vita ya huduma yangu, kushinda kila vita ya familia yangu. Mchana wa leo, Yesu Kristo, ninakuja mbele zako, Mungu wa mbinguni, wewe ambaye ulisema ya kwamba mimi nimeshinda ulimwengu, basi ukatuambia kwamba umetupa mamlaka ya kukanyaga nge, ya kukanyaga nguvu za adui. Mchana wa leo, kwa lugha nyingine, umetupatia mamlaka ya kumshinda shetani kwa neno lako. Mchana wa leo Bwana, nitazame hapa, nipo hapa mchana wa leo. Yesu Kristo, nitazame. Mwambie Mungu asubuhi ya leo, mwambie Yesu Kristo, nahitaji nguvu zako, nahitaji msaada wako. Vita ni nyingi sawa, lakini bila msaada wako. Mwambie Baba, nijalie kuwa na nguvu, nijalie Bwana mchana wa leo, nipe nguvu. Hebu kama hujui kuomba, mwambie Bwana, nipe nguvu za kushinda hizi vita. Mwambie nijalie nguvu, nipe nguvu asubuhi ya leo na mchana wa leo. Baba, katika jina la Yesu Kristo Nazareti hai, tunakuja mbele zako Bwana mabwana. Mchana wa leo Bwana, umetufundisha namna ambavyo adui anapigana na maisha yetu. Adui anatupigana na maneno, anatumia maneno kupigana na maisha yetu, anatumia maneno kupigana na uchumi wetu, anatumia maneno kupigana na familia zetu, anatumia maneno kupigana Baba na kazi zetu. Mchana wa leo wewe Bwana, hizo nguvu ya maneno kutoka kwa shetani tunakataa. Mchana wa
jina la Yesu Kristo Nazareti hai, tunakataa kila maneno yaliyotamkwa dhidi ya maisha yetu, kila maneno yaliyotamkwa dhidi ya familia yangu, kila maneno yaliyotamkwa dhidi ya uchumi wangu, kwa jina la Yesu mchana wa leo na yakataa na yasambaratisha kwa damu ya Yesu Kristo. Maneno yaliyotamkwa kwa habari ya ndoa, kwa jina la Yesu na yakataa mahala hapa, na yakataa maneno yaliyotamkwa kwa habari ya biashara, na yakataa kwa jina la Yesu. Hayo maneno ya kishetani, maneno ya kipepo waliotamka ya kwamba sitafanikiwa, sitaenda mbele kiuchumi, sitafanikiwa kibiashara, mchana wa leo na yakataa maneno katika jina la Yesu Kristo. Na yakataa, na yakataa maneno ya ukoo, maneno ya kifamilia, maneno ya mjamii tuzunguka, kwa jina la Yesu mchana wa leo nakataa, nakataa Jehova jina, nakataa, nakataa, nakataa hayo maneno ya ushirikina yaliyotamkwa na adui, yaliyotamkwa na watu mbalimbali, mchana wa leo nakataa kwa jina la Yesu Kristo Nazareti. Yeyote aliyetamka hayo maneno ninayafuta. Daudi akasema, adui zangu wananiwazia mabaya, wanatumia maneno mabaya kwa ajili ya maisha yangu, wanasema lini nitakufa, lini nitapotea. Jioni ya leo na asubuhi ya leo Bwana, mchana wa leo Baba, natangaza ya kwamba tarajia ya kwamba aliyetamka ya kwamba lini biashara zetu zitakufa, lini kazi zetu zitakufa, Baba, hayo maneno tunayakataa mchana wa leo, tunayakataa mchana wa leo, tunayakataa mchana wa leo, tunayakataa, tunayakataa kwa jina la Yesu. Kila adui alichotamka kupitia madhabahu ya kishetani, Baba, nayakataa hayo maneno mchana wa leo, nakataa. Ndio, endelea kukataa hayo maneno. Yapo na kwa sababu hatukuwa serious na Mungu yakatupata, hatukuwa serious na Mungu yakatupata. Yalipotamkwa yanatuasili hata sasa, yanaliasili hata kanisa la Mungu. Yametamkwa mahala ambapo hapastahili, yametamkwa. Lakini mchana wa leo kwa neno la Bwana, 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 kila aliyetamka hayo maneno yatamrudia yeye kwa jina la Yesu, yatamrudia yeye kwa jina la Yesu. Kila aliyetamka zidi ya afya yako yatamrudia yeye kwa jina la Yesu. Aliyetamka ya kwamba mwaka huu wewe utakuwa ni mtu wa kuumwa, utakuwa ni mtu wa kuteseka, kwa jina la Yesu hayo maneno tunarudisha kwake kwa jina la Yesu. Yakampate yeye, yakampate yeye, yakampate yeye, yakampate yeye kwa jina la Yesu. Kila aliyetamka ya kwamba ndoa yako iharibike, mahusiano yako yaharibike, kwa jina la Yesu mchana wa leo natangaza ya kwamba hapo ulipo Bwana akabatilisha maneno kwa jina la Yesu. Aliyetamka kwa habari ya biashara yako ya kwamba haitafanikiwa, ya kwamba uchumi wako hautaenda mbele, wewe utakuwa ni mtu wa levo hizo hizo, mchana wa leo natangaza ya kwamba Bwana anatupa kushinda, Bwana anatupa levo nyingine kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Chochote kilichotamkwa dhidi ya maisha yako mchana wa leo tunakibatilisha, tunakikataa mahala hapa. Bwana, umepachagua wewe, nasi leo tupo hapa Jehova nisi kwenye ibada hii Bwana, ukaonekane kwa watoto wako, ukaonekane Bwana mabwana, onekana kwa baba huyo, onekana kwa kijana huyo, onekana kwa mtoto, onekana kwa mama, onekana kwa binti, onekana kwa dada Bwana, mchana wa leo Bwana, usituache, usituache, usituache Bwana, usituache Bwana, usituache. Tunaenda kupanda maneno mazuri, maneno mema kutoka kwa Mungu. Tunaenda kupanda mbegu njema kutoka mbinguni. Biblia inasema kwamba kila mbegu mbaya hutoa mabaya, hutoa mazao mabaya, lakini kila mbegu njema hutoa mazao mema. Mbegu ya neno la Mungu ikapandwe ndani yetu, mbegu ya neno la Mungu ikapandwe ndani yetu, mbegu ya utakatifu ikapandwe ndani yetu, mbegu ya maombi ikapandwe ndani yetu. Mwambie Bwana, asubuhi ya leo nijalie kiu ya kuomba,
niwapo nyumbani niombe, niwapo kazini niombe, niwapo barabarani niombe, niwapo kwenye gari niombe, niwapo shambani niombe, popote pale napokuwepo Baba niwe mwombaji. Nijalie Bwana mabwana, achilia kiu ya maombi ndani yangu, achilia kiu ya kuomba, achilia kiu ya kuomba kwenye maisha yangu. Ni kweli Bwana, kuna wakati shetani anatumia udhaifu, ananiwekea usingizi, ananiwekea hofu, ananiwekea mashaka ili nisiombe. Lakini mchana wa leo Baba, nahitaji nguvu ya kuomba, ya kuomba. Hata funzi wako wale 12 Yesu Kristo ilipofika hatua hawezi kuomba hata risali moja, wakakuhitaji wewe, wakasema Bwana tuongezee imani. Walitambua ya kwamba hawana imani ya kuomba. Na sisi Bwana mchana wa leo ni kweli Bwana, tulikuwa tunakupenda sana, lakini nguvu ya kuomba wakati mwingine inaondoka, kiu ya kuomba wakati mwingine inaondoka. Mchana wa leo tujalie Bwana, tupe kiu, tupe njaa, maana umesema heri wenye kiu ya njaa na haki, maana hao watashibishwa. Asubuhi ya leo na mchana wa leo tunapo kiu ya maombi, utushibishe Bwana, utushibishe Bwana, tukae watu waombaji mahali hapa. Hajalishi tupo wangapi, lakini tukae ni waombaji, tukae ni waombaji. Maana hata sisi Bwana, wewe unasema kwenye neno lako ya kwamba walipo 2 au 3 upo katikati yao kwa jina lako. Nasi Bwana tupo zaidi ya 2, tupo zaidi ya 3 mahala hapa Bwana.